William Ruto. Mimi niko na uhusiano na watu wa Nyeri na haikuanza jana. Mimi nimekuwa hapa bwana. Kwanza hakuna kiongozi wa Kenya hii ambaye ametembea hii Nyeri kuliko mimi. Wale wote ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na mimi, hakuna hata mmoja. Hawajui kanisa iko wapi, hawajui barabara iko wapi, hawajui kazi ya wananchi iko wapi. They don't know. Watu ya kuongea barabarani, porojo, propaganda, must go, sijui, asongo, sijui. Hiyo nitapatana na hawa hapa mbele. Ama namna gani? Kila mtu atakuja hapa aseme mambo yake. Ama namna gani watu wa Nyeri? Yaani unafikiri kuna watu wanaweza kufikiria kwamba watanipigia kelele kidogo ati niwachane na watu ambao wamenifanya nikakuwa rais, niwachane na hawa? Kwani unafikiri mimi ni wazimu? Haiwezekani hiyo. Watafute kazi nyingine ya kufanya, mimi niko hapa na tutakutana na hawa hapa. Niko kanatigwo. Mambo itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa Nyeri, na nitakuwa hapa tena na tena na tena mpaka Nyeri ibadilike na Kenya ibadilike. Asanteni sana, Mwathani amurathime. Si kila mtu atakuja kusema kazi yake amefanya ni gani. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, mtu anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa matusi ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa porojo na propaganda ama kwa kazi? Si kila mtu anapima na kazi yake jameni? Si nyinyi ndio mtapima kazi ya kila mtu? Yule mtu hajafanya kazi si aende nyumbani, aende alime, na yule mtu amefanya kazi si anaendelea? Ama namna gani? Si tuendelee namna hiyo? Hiyo ndio kazi mimi nataka tukubaliane na nyinyi, ndio tuweze kuendelea kwa pamoja. Na mimi sina taswishi yeyote ya kwamba Wakenya wote, vile kanisa letu la AIPCA wametupatia kielelezo kwamba kwa umoja wa kanisa hii tumeona tofauti na tumeona baraka na tumeona maendeleo pia katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ambayo mumenipatia ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya, kutoka kwa barabara, kwa matibabu, hapa Nyeri kwa mfano, huyu gavana atawaeleza. Watu wa Nyeri ni watu wako mbele sana. Nyinyi mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha, kwa sababu Nyeri ni county number 5 kwa kusajili kwa SHA. Watu 1543 tayari wamejiandikisha kwa SHA hapa Nyeri County. Mwisho, mimi nataka niwaeleze ya kwamba tukienda mbele, mimi niko na kazi mbili: kupanga ile kazi mlinipatia ya maendeleo ya taifa letu, kutoka kule kwa matibabu, kwa barabara, kwa ajira ya vijana, kwa kilimo. Na mimi kwanza nataka niwashukuru nyinyi watu wa Nyeri, ni wakulima sugu sana. Mmesikia factory yenu ya hapa, mambo ya kahawa. Mimi niwaulize, 2022 si kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 70 kilo moja? Leo ni shilingi ngapi? 140, 150, 160. Ni kweli ama si kweli? Si tuseme ukweli, shetani aibike. Wale matapeli wote walikuwa ndani huko ya kahawa, tuliwafurusha tukawaambia waende watafute kazi nyingine. Leo hakuna mtu ya kumuibia mkulima wa kahawa. Ndio leo bei ya kahawa iko 160. Ni kweli ama si kweli?
Yes. So mimi nataka niwaeleze kazi mbili mimi niko naye, ni kupanga mambo yenu ya barabara, kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu, kuhakikisha kwamba matibabu ni sawa, kuhakikisha kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko yenu, na ya pili ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Na ndio nimesema ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tukienda hapa mbele, kwa sababu Biblia inasema mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Hapa mbele nitahakikisha ya kwamba sehemu zote za Kenya tunaunganisha. Hakuna jamii itawachwa nyuma. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Sisi wote tutatembea pamoja. Na ndio nilitengeneza serikali ya broad based, ya kuleta Wakenya wote pamoja. Kulete hata wale hawakushiriki na sisi pia tuwaunganishe, kwa sababu umoja ni nguvu na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya? Niunganishe Wakenya wote? Wangapi wanasema niunganishe Wakenya wote? Nione kwa mkono. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, Wakenya wote waungane. Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Nimeulizwa mambo matatu ama ni manne, lakini sasa nyinyi mtihani mmeniwekea mtihani kubwa. Si tulikuwa tumekuja kanisa? Sasa hawa viongozi wameniwekea mtihani, fanya hii, fanya ile, na hiyo pia, na hata hii. Shule yetu ya Kenyatta hapa, kwa sababu wametupatia uwanja wao, na ni shule ambayo ni sponsored by AIPCA, na mbunge wetu amesema ya kwamba kuna mahitaji pale. Mheshimiwa, utafuatana na mimi, nitakutafutia milioni 10 ya hiyo shule. Na kwa sababu ni shule ya vijana, pia nasikia kuna shule ya wasichana inaitwa Mahiga Girls. Najua tukifanya ya wanaume tusifanye ya wasichana itakuwa na makosa. Ama wamama mnasemaje? Tusahau wasichana? Haya. So wewe Bwana Wambugu, wakati unakujia milioni 10 ya hawa vijana wa Kenyatta, pia ukujie milioni 10 ya wasichana wetu wa Mahiga Girls. Nasikia pia hiyo kanisa, hiyo Mahiga Girls ni sponsored by AIPCA. Ni kweli? Sasa sitaki pia nionekane mimi na pendelea AIPCA peke yake. Kuna kanisa nimetua kwa ndege hapa, nilikuwa pale siku ingine, St. Peredia Girls, pale Peredia Girls. Niliwasupport siku ingine, lakini nasikia hawajakamilisha ile mjengo. Na chairman yuko hapa na ni rafiki yangu, na mbunge hapa ni rafiki yangu. Ndio nisionekane niko na ubaguzi, pia ndatafuta milioni 10 ya hiyo shule. Si ndio? Ama mnatakaje? Tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Alafu mimi nimeambiwa kuna vijana hapa walinisaidia kuweka hii hema.
na nimeambiwa ya kwamba ni vijana wako na mtaratara mzuri, wamejipanga, wako mpaka na sako yao. Kwa hivyo wewe mama county na mheshimiwa, nikitoka hapa nitakuajia milioni 2 hawa vijana waendelee.